ni kipindi cha kuweza mtu kujitafuta ama kujijua. Kwa maana katikati ya mwanadamu na Mungu kuna nabii. Nabii ameitwa kwa sababu ya mambo ambayo wanadamu wa kawaida anapitia, na yale Mungu angetaka kujulisha mwanadamu anapitia. Mtu anaitwa nabii ama muonaji. Kumbuka enzi za kale kulikuwa na mtu anaitwa Elijah. Alikuwa anajua mambo yale ambayo yanatendeka katika ulimwengu wa rohoni, na akaja akaachia mtu anaitwa Elisha. Elisha ni mwana wa Nafati. Alikuwa mkulima, lakini alipoletewa habari na Elia akageuka na akawa nabii, kwa maana alikuwa na kitu ambacho kilikuwa kimemfunga. Basi nakukaribisha siku ya leo. Leo nakuaga saa 2, na niliambia watu waigiage mapema kwa sababu niko na shughuli mingi. Kazi ya Mungu ni nyingi, watenda kazi ndio wachache. Niko hapa Jumanne saa 2 kama leo. Kitaka kuja 1-on-1 utanipata na tutaongea, na nitakupatia muda wa kujielezea yale ambayo ungetaka Mungu akufanyie ama yale unayopitia, nami nitakwambia kile Bwana ananiambia, kwa sababu Roho wa Mungu ananena. Na ningetaka ujue kwamba kuna siku nyingine ya deliverance. Hiyo siku ya ukombozi ni ya muhimu sana, kwa sababu ni mtu kutolewa kwenye vifungo vile ambavyo vilimfunga. Kuna vifungo za magonjwa, kuna vifungo za ukoo, kuna vifungo, kila mtu akona kifungo, kwa maana jamii ama ukoo uko na masaibu yale wanayopitia. Basi nikukaribishe kesho saa 8, na ningetaka uje saa 8 kamili, kwa maana sigojei masaa kwa sababu kazi ni nyingi. Ukija saa 8 uje kama umejiandaa. Kuna mambo mengi siri imefichuliwa sana, na Sunday Jumapili nikaweza kuona ya kwamba kuna watu wengi wanaishi maisha isiyo yao. Watu wanaishi maisha isiyo yao. Kuna watu wanaishi maisha isiyo yao. Asha please, karibisha watu hapa, wataniona kulingana vile ambavyo wanakuja. Basi kuna watu wanaishi maisha isiyo yao, na nikaweza kushika pepo ikiwa ndani ya mtu. Hii nataka uiangalie sana kwa umakini. Alizaliwa ako na miaka 37, na wakati alizaliwa, wale waliokuja kumuona ama wale waliokuja mama yake akizaa, pepo inasema walichukua kitovu, wakachukua sehemu ya hiyo, na wakaweza kuhifadhi. Wakachukua nyota ya ule mtoto, nyota ya ule mtoto. Ule mtoto alipochukuliwa, pepo inasema walichukua nyota yake ya kuhubiri, wakachukua nyota yake ya utajiri, na wakachukua nyota ya uibaji. Wakachukua nyota ya uibaji, inajifaidisha na step brother. Sijui ya kuhubiri iko na nani. Ikasema yeye ndiye anatajirisha hiyo kitu, ndio inatajirisha kijiji mzima. Ikasema nikitoa hiyo pepo, kijiji mzima kitafilisika, watakuwa maskini. Kwa nini? Kwa maana hii pepo imetolewa kwa huyu. Wakasema, nikauliza hiyo pepo, kwa nini haiozi hiyo kitofu hakiozi? Akasema wanafanya tambiko kila mwaka, wanachinja kuku, wanamiminia damu ya kuku, inakuwa fresh, kile kitofu kinarudi upya. Kinarudi upya. Huyu anaendelea kuhangaika. Hata akienda mahali kazi hawezi akakaa. Yeye ni fukara, lakini kuna wale watu matajiri. Nikaona kitabu cha Ezekiel 13. Ukisoma
ina maandiko inasema watu wanageuziwa. Ukisoma Ezekiel 13 hata verse 18 inasema wanaua watu wasiostahili kufa, wanaweka watu ambao ni wao, wanaua watu hawastahili kufa, wanahifadhi watu wale ambao wangestahili wawe wamelala makaburini. Hao ndio ni wachawi wa jadi, waganga, waaguzi. Wana uwezo wa kufufua mtu aliyekufa. Wana uwezo wa kufufua mtu aliyekufa. Inasema hivi mstari wa 20. Hii inasema, kwa hiyo hii ndilo Bwana Mwenyezi asemalo, mimi niko kinyume na hizo hirizi zenu za uchawi, ambazo kwa hizo mnawatega watu kama ndege, nami nitazilalua kutoka mikononi mwenu. Nitawaweka huru watu walio mliowatega kama ndege. Anasema nitazilarua. Wanatumia ashera, mikate, uongo, wanashika watu kama ndege. Sasa wako na uwezo wa kufufua ama kuua. Kumbuka Paulo, mitume walipokuwa wakienda, maandiko yanasema kuna msichana moja alikuwa na pepo ya uaguzi na alitajirisha watu wengi. Wanatajirisha watu wengi kwa sababu hii jambo ni jambo ya kiroho. Paulo alipokemea ile roho, waliweza kumpiga, kumwadhibu, kwa sababu tegemeo lao limekufa, tegemeo lao limeondoka, tegemeo lao limeisha. Kwa hivyo wana counter attack, wanashambulia mitume. Kwa nini mmetuondolea kisima? Kuna watu wamewekwa na hiyo maroho. Kuna watu jana nikaongea na watu mahali, wakaniambia, mmoja akasema bwana yake anageuka anakuwa kipepeo, na saa hiyo anafanya hivyo, yeye hawezi atapiga duru na anamuona life, anaweza geuka awe nyoka. Mmoja akaniambia kwamba kila anapoolewa, akizaa, anapojifungua mtoto, hawezi kaa kwa hiyo nyumba miaka 2. Ako na watoto 4 wa baba tofauti. Ako na roho ambaye inamfanya asiishi maisha isiyo yake. Tufanye nini? Ukisoma kitabu cha Joshua 3 mstari wa Joshua 15, Joshua 3 mstari wa 15, inasema Jordan ikaleta fujo, watu wasiende kwenda kuvuka Jordani, waende ng'ambo ya pili kuvuka kuvuna. Waliweza kugandamizwa, na maandiko inasema wakazuiliwa na mto maji. Kumbuka wakati wa mavuno ni wakati wa kiangazi, lakini maji ilikuwa inatoka from nowhere ili izuie Waisraeli kwenda kuvuna. Wasiende wakavune, wasiende kuvuna. Sasa ndiposa mtu anaitwa Joshua akaingia. Joshua akaweza kuambia makuhani, hii ni mambo ya kiroho, hii sio mambo ya kawaida, hii ni mambo ya kiroho. Tafuteni makuhani waende wakanyage maji ili Waisraeli wapite waende wakavune. Mara ile walikanyaga maji, maandiko inasema wakaenda na wakavuna. Unahitaji mtu aliye na nguvu za kiroho. Naaman, ukisoma kuna mkubwa wa jeshi la Washami, maandiko inasema akagojeka ukoma. Ni jeshi la Shuriata, akagojeka ukoma. Alipogojeka ukoma, maandiko inasema Naaman
alichukua hatua, akasikia kuna mtu mmoja ambaye alisikia kupitia msichana wa kazi, alielezea mke wake, akamwambia kuna mtu mmoja kwetu Israeli. Huyo msichana alikuwa ameshikwa mateka. Kuna mmoja kwetu Israeli na anaweza kuponya wewe ukoma. Fanya jambo, mume wako ajue vile atakavyokwenda. Maandiko inasema alipochukua hatua akaenda, maneno yalitoka kwa kinywa cha Elisha, akamwambia enda ukajichovye Jordani mara 7 na nyama za mwili wako zitarudi kama za mtoto. Alipoondoka akaenda akafanya kama neno la nabii. Maandiko inasema mwili wake ukaweza kuregeshwa upya. Mwili wake ukaregeshwa upya na nyama za mwili wake zikarudi kama za mtoto. Kukawa na njaa Samaria. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa Pili 7 inasema Elisha akasema kesho masaa kama haya unga utatokea. Mtapata unga na utauzwa shekeli katika lango la Samaria. Kulikuwa na kiangazi. Watu walikuwa wanakula watoto wao. Watu wanakula misoga. Watu wanakula vitu ambazo hastahili kukuliwa, kwa maana kulikuwa na kiangazi. Lakini nabii wa Mungu alikuweko, akawa na uwezo wa kugeuza ile hali kupitia maneno. Akasema na kesho unga utauzwa shekeli katika lango la Samaria. Hakukosi wapigamizi, wakapinga. Akida mmoja ambaye anategemea mkono, mfalme alikuwa anategemea mkono wake, akasema ya kwamba haitawezekana, hata madirisha ya mji wa mbinguni yakifunguka haitawezekana. Akaambiwa na utaona lakini hautakula. Maandiko yanasema kulikuwa na 4 wenye ukoma. Wakasemesana tuondoke, kwa sababu tukikaa hapa tutakufa tu. Basi tuondoke, twende tukatafute, kwa maana tukirudi kule kwetu watatuua. Wacha twende kule, wakituhifadhi ni sawa. Wakaenda, kuna jeshi lilikuwa kule limeweka mahema. Maandiko inasema walipoenda, Mungu naye akaingia kwa nyayo zao, akaweka mgurumo. Wakikanyanga, wale wanasikia nchi inatetemeka. Wakasemezana, ai, mfalme wa Israeli labda amekomboa hata jeshi kutoka Misri, waje watu wagamize. Wakaondoka, wakakimbia, wakaacha farasi, wakaacha unga, wakaacha vitu vyao vyote, wakatoroka miguu. Maandiko inasema walipoingia hema ya kwanza wakakuta kuna kila kitu. Ya pili wakasema kesho ni siku ya ushuhuda, ili maneno ya nabii yakaweze kupigwa muhuri. Nabii wa kweli atajulikana na maneno yale ambayo atanena. Matendo yake yakija, basi aonekane ni wa kweli. Kwa hivyo ningetaka kuongea na mtu ambaye ako mbali, ananitazama, anaona kama mambo yake hawezi yakatatulika. Kuna Mungu wa raudi tu. Ukiamini Mungu, maneno ya nabii inabebwa na itafanyika. Kwa nini? Itafanyika kulingana na mtu vile atakavyoichukua na vile atakavyoilimia. Hapa nimefika, manabii wengi walitabiri na ikakawia, lakini mimi sikukata tamaa. Watu wengi wanaelezewa, Mungu amesema hivi, Mungu ameongojea, amesema hivi, anagoja subira yako. Kwa maana Mungu anakuja kwa wakati wake. Nabii ni aseme tu, vua ijue kule itatoka. Nabii ni aseme tu, mbingu ishughulike. Nikisema kazi, wewe ngojea kazi, mbingu itashughulika. Nikisema umepona, mbingu itashughulika. Huyu mtu atakujaje kushuhudia? Angalia huyo mtu akae miaka 37. Miaka 37. Watu wanasoma kama historia. Mwanamke aliyevuja damu miaka 12, mnaachia hapo tu, haujui. Maandiko inasema alimaliza pesa zake na tiba, alienda kwa waaguzi, alienda hospitali, zikaisha. Wakati alifika mwisho, akasema sasa liwalo na liwe, niguze pindo la nguo ya Yesu.
alipoguza damu ikaisha, mambo yake yakawa sawa. Kuna mtu anagojewa na Mungu. Watu wengi subira hawana. Leo wataelezewa, lakini kuna vitu zinazuia. Watu wengi wametabiriwa kweli, ni sawa. Mtu kama huyu kitovu yake ilichukuliwa miaka 37, inajitajirisha na watu wengine. Una expect kama hata disconnectiwa na hiyo maroho ya kwao kule alipozaliwa, kazi hawezi akapata. Ako Nairobi, chochote anaenda kujishikilia kinaboromoka. Hata ashike pesa na mikono yake, hata aende kazi mahali, atafanya kitu afutwe ili wale wajitajirishe. Ikasema ukitutoa kwa huyu, ukimuokoa, kijiji mzima kitakuwa maskini. Nikakumbuka Marko 5 ukisoma maandiko inasema yule mtu alibeba demons, hesabu yake yalikuwa ni legioni. Nguruwe 2,000 wakauawa na maroho iliyokuwa ndani ya mtu mmoja. One person ana uwezo wa kubeba demons za kuaffect the whole country. Ana uwezo wa kubeba demons. Miaka kama 7 nikaombea mama aliyekuwa na mapepo milioni 6, na akikombolewa maroho ikasema, ikapointi watu kadhaa, ikasema wasipokaa vizuri itapita na wao. Na nimehesabu na nikaona hivyo, hiyo demons ilisema wale watu hawakukaa vizuri, iliwangoa, wengine wakafa, wengine wakaenda. Shetani hachezi na wewe, wewe ndiye unacheza naye. Ukiota ndoto, wacha kusema ni kandoto. Nimeota kandoto. Mimi niliota siku moja gari yangu imeanguka kwa maji, na nikawa nikiomba sana. Ndoto ya pili ilikuja, hautakuwa ndani, utakuwa nje. Already nimeokolewa na kifo, hautakuwa ndani, wewe utakuwa nje. Nikauliza, nani ameangusha gari yangu kwa maji wakati nilimkana? Naona iko peke yake, mimi siko na sipeagi mtu gari. Nikaendelea kuomba, ikawa hivyo. Basi nikaokolewa, sikwenda na maji na niliingia kwa maji, lakini already roho yangu haikuwa kwa maji, spirit yangu haikuwa kwa maji, ni mwili, kwa sababu niliota ikiwa ndani nikiwa nje. Kwa hivyo unapoomba, ombea jambo, inaenda ukiokolewa. Vile unazidi kuomba, unaendaga ukikombolewa kupitia kwa kile unaona. Kama ni ndoto mbaya, uingie kwa maombi. Kama uliota mazishi kwenu, ingia kwa maombi, na sana sana tafuta nabii anene. Angalia mtu anaitwa Sauli, punda zinapotea, anauliza kuna muonaji, kwa maana ametafuta punda muda mrefu, ametafuta milima ya Efraimu hazipatikani. Ameenda sehemu nyingi, macho yake haioni, ile hali imefunguka, haioni punda. Alipoenda kwa nabii akaweza kuingia kwa nabii. Wakaambiwa kuna muonaji na hapa, kibieni kabla hajaenda ibada. Kibia kabla hajaenda ibada. Pelekeni sadaka yenu iende iunganishwe na hiyo. Wakapeleka, wakaambiwa kaeni hapa kwanza, ngojeni, laleni hapa, na mambo ya puda isikujalisha. Already nabii ameshafunuliwa kuna puda zimepotea. Already ameshafunuliwa jamaa anataka afanyiwe anointing, anataka atiwe mafuta awe mfalme katika Israeli. Kulikuwa na mawasiliano ya Mungu na Samueli, na connection ya Sauli na Samueli.
ililetwa na punda. Unaweza poteza ili Mungu anataka akutumie. Kuna kitu unaweza poteza unugunike. Badala ya kunugunika, omba Mungu. Uliza Mungu, jambo hili limetokea nikujue, ama limetokea liwe funzo, ama limetokea uniinue kiroho. Hata sisi wahubiri tumepitia vitengo mingi. Unakuwa mhubiri, mambo inakauka. Unaingia hata kama ulikuwa unaweza kulipa nyumba, inaanza kufungiwa. Weki tuko training. Ile hali hatujui tunanugunika. Nataka nikuombe mwenzangu, usinugunike tena. Kwa yale ambayo unapitia, usinugunike tena. Anza kuomba Mungu. Uliza Mungu, punda zangu zimepotea ili nikujue. Punda zangu zimepotea ili uhusiano wangu na wewe ukite mizizi. Kwa maana Mungu hakujagi wakati ni kuzuri. Mungu anakujaga wakati mambo ni magumu na mambo ni mazito. Hagai wakati maji ilipoisha kwenye kiriba ambacho aliwekewa na Ibrahimu, amefukuzwa, amepewa kamkate. Haoni Mungu wakati mkate alma maji imejaa. Haoni Mungu wakati maji anaenda anasikia kiu anakunywa. Wakati huo Mungu hakuji. Lakini wakati mkate uliisha na maji ikaisha, gudulia lake la maji, ile container, kile kifaa alichobeba nacho maji, ilipokwisha, akanywa ikaisha. Akanywa ikawa empty. Wacha nikuonyeshe. Sijui kama kuna chupa hapa. Wakati alikunywa, akanywa maji. Alipokunywa hii, Mungu hakuji wakati anakunywa, kwa maana kiu yake inakatwa na maji hii aliyopewa na Ibrahimu. Sasa ilipokwisha, alipokunywa na mtoto wake ikaisha, na kamkate kale alikuwa nakula ikaisha, ikawa hivi, haina kitu. Sasa mtoto akaanza kulia, naye mama akaona wako jangwani na hana kitu, maji imeisha. Mtoto akiitisha anaangalia, hakuna. Sasa mama akaona mtoto atakufa, akamweka pale mbali asimuone akifa, naye akaenda ubali. Mtoto analilia Mungu, mama analilia Mungu. Basi maandiko inasema akasikia kilio cha mtoto, akavubua Hagai macho, akaona kisima. Akachukua ile container, kile kifaa, akaenda akachota, akapea mwana. Wakaendelea na safari bado jangwani. Ukiwa na Mungu, ama wakati kuna ubaya zaidi, ukitaka kumjua Mungu, mjue wakati kuna ubaya, muite. Alimwambia Yeremia, hapo ulipo Yeremia, ni kitabu cha Yeremia 33. Alimwambia hapo ulipo Yeremia, na Yeremia ako kwenye kifungo. Kumbuka amekamatwa Yeremia, amewekwa kwenye kifungo na amelindwa na walinzi, kwa sababu ya kusema vile Biblia inavyosema, kwa sababu ya kusema ya kwamba itaenda uhamishoni. Kuna vita, watu wasipokaa vizuri kama Mungu ako na vita na wao. Basi wakamshika Yeremia na wakamfungia. Maandiko yanasema Mungu akamwambia Yeremia, hapo ulipo sasa, kwa taabu hiyo kwa taabu hiyo unapitia, kwa hiyo magonjwa unapitia, Yeremia, niite nami nitakuitika. Kuna mambo nitakufunulia usiyoyajua na yasiri. Siri mingi zinafichuka wakati mtu anaomba. Kama uombi, utakaa kwenye giza, lakini utakapoomba, mwangaza wa Bwana utakuja. Wakati ya kwamba uko kwa hatari, hapo ndipo Mungu anagojea barua yako.
Hapo ndipo Mungu anagojea barua yako zije. Malaika ako hapo anagojea useme, achukue barua apelekee Mungu. Basi akamfunulia Yeremia na akamuonyesha vile ambavyo kutakuwa na uharibifu. Lakini Yeremia, hautakufia kwenye gereza, nitakuja kukufungua. Na ukiendelea hapo inasema ya kwamba Mungu, Yeremia akiwa amefungiwa, Mungu akaguza mtu anaitwa Obed-Meleki. Obed-Meleki akatafuta watu 30 waje wamuokoe Yeremia kwenye kisima. Kuna mtu hawezi ona Mungu akiwa level hii. Store ikiwa imejaa, usigoje Mungu. Goja Mungu, omba Mungu maintain isiishe. Wakati itaisha iwe hivi, hapo ndipo Mungu anakujaga. Kwa maana watu wengi hatuitani wakati tumejaa, tunaitana wakati tuko, na ndivyo Mungu anavyofanya. Kuna watu watagojewa ishe, imiminewa ishe, naye Mungu akuje. Tulitafuta Mungu, tukatafuta Mungu milimani, gong. Miaka ikaenda, miaka 3, na hakuna Mungu aongei. Lakini alipokuja akaongea, akaniambia, nitakuregesha kwa kazi yako ya nyama, na utaenda na pesa mingi, utaenda na 20,000, na utatoka huko na mali nyingi. Hakuna mali imeenda, ni wewe umetoroka. Ukimkaribia Bwana, masaibu yako yataisha. Najua kuna mtu ananitazama, anauliza, nianzie wapi na duka yangu imekauka? Nianzie wapi na biashara yangu imeisha? Neno la nabii asubuhi ya leo ninasema ya kwamba wakati mtu ako ameisha, hapo ndipo mlango wake huwa unapatikana. Kasema, niita nami nitakuitika, na kuonesha mambo magumu na mazito usiyoyajua na isiyoelezeka na mwanadamu wa kawaida. Kuna mtu mgonjwa wa kansa anauliza, inawezekana? Mimi najua inawezekana, kwa sababu maandiko yanasema, Johni mliolemewa na mizigo mizito, Johni mliolemewa na kansa, Johni mliolemewa na kukataliwa, Johni mliolemewa na njaa, Johni mliolemewa na hiyo mambo ambayo mnapitia, Johni kwangu, leteni hiyo mizigo yote, nami nitawapumzisha, asema Bwana. Siku leo nikaona maji imebeba miti ambayo inaenda ikigaragara. Miti inaenda inabeba poles za miti. Nilipokuwa nikaangalia sana, nikaona kuna watu wako pande ile hawezi vuka, na kuna watu wako pande hii hawezi wakaenda pande ile. Nikauliza, ni nini hii? Nikaambiwa ni uharibifu ule ambapo shetani anapanga katika nchi mingi, sio nchi moja, ni nchi mingi. Uharibifu wa mafuriko na maboromoko. Watu walikuwa bakadofu zinabebwa, bakadofu zinabebwa. Kumbuka nilikwambia kibunga hicho, uliona vile kule baka kinachoma, upepo wa moto. Sasa hiyo uharibifu, ni nini kinasababisha uharibifu? Uharibifu unaletagwa na watu kutokusikia Mungu. Watu wamekuwa wengi wametoka kwa Mungu, wameingia kwa miungu. Wengi wametoka kwa Mungu, wameenda kuabudu miungu. Ukisoma maandiko inasema katika Kumbukumbu la Torati 28, mnamukienda nchi hiyo, mtii malaika huyu ambaye nimempa. Huyu malaika na msimuasi, mtaongezeka, magonjwa haitawapata, kondoo zenu zitazaa, mashamba itazaa, mvua itazidi kunyesha,
Lakini mtakapoasi huyu malaika ataondoka. Na akiondoka mtapatwa na adui zenu watawashinda. Akarudi akasema, na mkienda ile nchi msiabudu miungu zao. Vujeni madhabahu zao zote za kuabudia miungu hiyo. Bomoeni hizo madhabahu za mawe, za miti, bomoeni. Na msikubali kujiigizana na watu wale. Watu wengi wamejichanganya. Hii bio sijui ni ya wapi hii. Bio hii ya kupata umaarufu na mali. Kumbuka tukiruka mwaka Bwana alisema kuna roho ya kuwa maserebu. Wale watu ambao wako na fame, wale watu wako na umaarufu. Kuna roho inakuja kwa maana huwezi tumikia roho mbili. Kuna baina mbili za roho ya Mungu na kwa shetani. Kwa hivyo maandiko yanasema chaguo ni lako. Uchague kwa Mungu ama kwa maana hachanganywi. Either ugoje Mungu. Kwe kubaya, kwe kuzuri, ugoje Mungu. Na uliamua na ulikiri, Yesu ni Bwana, ni Mwokozi wa maisha yangu. Basi utakapoondoka utavuja mkataba. Hata kama uliokoka ukiwa mtoto na wewe ni mtu uko na miaka 90 ama 100. Ile mkataba uliweka pale, ukivunja kuna mmoja ataondoka. Uvuje mkataba wa shetani. Ulienda ukatumikia miungu, uondoke huku mwambie Bwana, sasa nimekuja na nimeokoka. Hiyo mkataba uende nayo, hiyo agreement uende nayo. Hakuna shetani hata kuweza, hata akuweke kwa tumbo yake, hata kuweza. Kwa maana kama huna kitu ya kwake hata kuweza, hata kama watameza mali yako, lazima Bwana atakupigania mpaka upate. Lakini ukikaa fugufugu, ukikaa 50-50, mara uko huku mara uko kule, ni uamue njia ya uzima wa milele na njia ya kuingia jehanamu. Kwa hivyo mtu ako na uwezo wa kuamua. Mimi Joshua akasema, nimeamua kutumikia Mungu na nyumba yangu na watoto wangu na vitu zangu. Akaamua. Kwa hivyo kile Joshua atapata, chochote kitaleta utukufu kwa Mungu. Watoto wake wataleta utukufu kwa Bwana. Pesa zake zitaleta utukufu kwa Jehova. Mimi nataka niongee nawe asubuhi ya leo. Uko na time ya kurepent. Uko na time ya kutubu. Umepewa nafasi. Kama uko uhai umepewa nafasi. Umwambie Bwana, nimeona ya kwamba njia ile nimepitia sio njia nzuri. Na ndiposa watu wanajaribu kukombolewa, hawakombolewi. Kwa maana leo akiombewa atarudi kwa ile hali, kwa sababu atarudi kwa ule mkataba wa shetani. Mkataba wa shetani ni matendo mabaya. Niko hapa nikuelimishe, kwa maana mimi kile nimeona Sunday na kile nimesikia kwa masikio yangu, hata nikaona hata mimi sijui nilizaliwa wakapeleka wapi, sijui wale walikuja kuniona, sijui kile walinena, wale waliokuja kuona mtoto amezaliwa, sijui kile walisema kwa anga. Labda ndipo nimetaabika miaka hiyo, labda ndipo wewe umetaabika miaka hiyo. Kuna mtu ako pale anaangalia kwa kioo yake ya uaguzi, anaona nampatia afike pale, akifika pale namvuta, namweka level 0. Tena anaenda, akifika pale namvuta level 0. Ndiposa unasikia huyo mtu ako miaka 37. 37. Hajawaipata haki yake. Hajakaa maisha yake. Anakaa maisha ya kuwekwa na mtu. Nami nimetumwa nikwambie, kama kuna mtu ako kinyume na maisha yako, na mkemea katika jina la Yesu. Kama kuna kitu kiliwekwa, kama kuna kitu
kinazalishwa kwa ajili yako. Kama kuna madhabahu ambayo inafanyiwa taabiko ili ya kwamba kila mwaka unarudi zero, nimesema kwa jina la Yesu hiyo madhabahu ikabomoke in the mighty name of Jesus. Sema amen. Kila roho inayoongea kinyume chako na ibomoa katika jina la Yesu. Wacha waende hasara. Alisema kijiji mzima kitakuwa maskini. Heri wawe maskini lakini upate haki yako. Heri wawe maskini lakini wewe upate haki yako. Wale wanajitajirisha na nyota yako, leo ninatuma moto wa Bwana, nyota yako ikakombolewe katika jina la Yesu. Ninatuma moto wa Bwana, pesa zako zikakombolewe katika jina la Yesu. Nguo waliobeba ikakombolewe katika jina la Yesu. Mchanga waliobeba. Naongea nikiwa ofisi ya nabii. Sasa chochote walisema kwako, nami nimetumwa na Bwana nikwambie, maneno yao itakuwa bure. Mipango yao itasabaratika. Ukienda kuomba umwambie Bwana, mimi sijui kile walifanya. Huyo tumeona yake, heri huyo. Heri huyo ambaye mimi nimeongea na watu hata jana. Yale nimesikia, kuna watu hawako dunia hii, wako dunia hii kuwaona umbo. Lakini wako hapa, mimi nimeshangaa sana. Watu wamejitoa kuniambia maneno, wananiambia mimi hata kuna wakati mume wangu anageuka anakuwa nyoka. Anakuwa kipepeo anaenda. Watoto ni mashahidi wanaona. Kamuuliza, hata watoto. Kwani kitu kinafanyika usiku, hata mchana akitaka kujigeuza awe anajigeuza tu na anakuwa nyoka. Na mtu kama huyo ni driver. Mtu kama huyo. Mwingine akaniambia Shosho alizaa mapacha na mmoja akaenda akawa nyoka. Ndiye analida boma. Mmoja akaniambia hata ukienda kuombea mimi sitakuwako, nitakaa kwa barabara. Wewe uende kwa shamba. Ukirudi uhai tuseme ni asante. Ng'ombe ndizo zinajilisha. Na hakuna hawe mtu anaweza iba. Sasa nataka nikwambie, unatakiwa kwanza utoke kwa familia. Uende kada ujite kama mkutano. Uingie kwa maombi. Unaweza tafuta siku zako 3 ama 2 kama hujui kuomba, hata moja. Ufunge kuanzia asubuhi mpaka jioni. Waambie Bwana, nifungue macho nijue kile kinaendelea kwa familia yetu. Na Mungu ni mwaminifu, atakwambia. Atakuonyesha. Akikuonyesha, tafuta mtu aliye na uwezo wa kuvunja hiyo madhabahu. Tafuta mtu aliye na maneno iliyo na nguvu kwa kinywa chake. Aseme kwa hiyo anga yako nimekataa hii katika jina la Yesu. Mmoja akikombolewa atakuwa na uwezo wa kukomboa wengine. Tunapoenda kuomba, tamwambia Bwana, Baba ninaomba ukanipatie nyota yangu. Ninaomba Jehova, manabii wamenena na sijawaipata. Naomba ukanipatie. Naomba ukaniigize katika hatima ya maisha yangu. Kwa hivyo ninajua chochote ambacho kitatendeka kwa Bwana hakika kitatendeka kwa uwezo wa Mungu. Wacha nitoe sadaka. Unajua wanisema wana renovate madhabahu. Hiyo kitofu kinawekwa damu. Wakristo tuko na jambo moja hatujui. Madhabahu wale wanaamusha madhabahu hiyo, wana renovate, wanakifanya fresh. Nilimuuliza, kitofu kilioza hakiozi, mnafanyaje ili kisioze? Tumeweka damu, tunaweka damu ya kuku kila mwaka, inarudi fresh 37 years. Wewe Mungu tusaidie. Simama na miguu yako tuabudu Bwana. Simama na miguu yako, nitaona watu na wewe uko hapo nyumbani, basi unaweza amini ya kwamba kile inasema already kitatendeka kwako. Inua mikono yako tuabudu Bwana. Unastahili
kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, ni kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, ni kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, ni kuabudiwa, Bwana unastahili ewe Yesu, kuabudiwa, hapa nimesimama, ni kuabudiwa, Bwana unastahili ewe Yesu, hapa nimesimama, unastahili kuabudiwa, Bwana unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa milele, unastahili kuabudiwa, Bwana unastahili ewe Yesu, nikuwa yale umetenda, unastahili kuabudiwa Baba, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, naomba kibali, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili kule ninakwenda, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili nitende mapya, unastahili Bwana, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili kwamba niokoe, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe umetenda, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili. Inua mikono yako. Kuna Mungu mwingine aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, unaweza. Kuna Mungu mwingine Baba aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Siku nitalala nitambaki nilisema, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, naweza. Na Mungu mwingine kama wewe, hakuna Mungu mwingine. Hapa nimesimama na kule ninakwenda, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Najua kuna Mungu mwingine Baba aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama. Anaweza Baba, anaweza, anaweza Baba, anaweza, Bwana wa milele aweza, oh anaweza, 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 anaweza Baba, anaweza. Bwana Yesu unaweza, geuza hali Baba, anaweza, tukimulilia nawe Baba, anaweza, anaweza, Bwana wa mabwana, Baba yangu unastahili, wewe ni Mungu, unastahili, unastahili Baba, wewe unatenda, unastahili Baba. Ondoa dhoruba hiyo Bwana, ondoa maji, unastahili kuabudiwa, unastahili
Ponya Jehova, ponya hata wale wananitazama. Okoa wametegewa kifo. Unasa inua mikono yako sasa, ukamwambia Jehova Ebeneza, naomba kibali chako, nitegulie mitego Bwana, nitegue kule nilifungwa, nitegue Bwana. Unabii ulionenwa hautimiangi Baba, naomba Jehova leo unabii ukatimia. Ilinenwa Baba, waliongea na wakane na manabii, lakini bado nimefungwa Jehova. Ijulikane kwamba uko Mungu wa Elia, ijulikane kwamba uko Mungu wa Elia Baba, kwamba uko Mungu wa Elia, na ijulikane kwamba uko Mungu ya Baba, na ijulikane wakomboa wakomboa Mungu wa Elia Baba, haijulikane uko Baba Mungu wa Elia, na haijulikane kwamba uko Mungu ya Baba, na haijulikane unaponya Mungu wa Elia, na haijulikane unaponya ya Baba. Popote ulipoinua mikono yako mwambie Bwana wa Elia, na ijulikane kwamba uko Mungu wa Elia Baba, na ijulikane unaponya kansa Mungu wa Elia, na ijulikane unaponya Mungu wa Elia. Sema Bwana, naomba uwezo Bwana, naomba uwezo, naomba uwezo. Na ijulikane unashinda vita Mungu wa Elia, na ijulikane unashinda vita Mungu wa Elia. Nikienda uko Baba Mungu wa Elia, kwamba uko Baba. Fungua chochote kimefungwa kwa maisha ya watu Jehova, fungua chochote walifungiwa. Inua mikono yako mwambie Bwana, mwambie Jehova, talk to God, talk to God, talk to God. Baba anasikia, Baba anasikia kile unasema, Baba anasikia, Baba anasikia, Baba anasikia. Jehova, spirit yangu imefungwa, roho yangu imefungwa. Kuna watu wanaandama wanitoe kafara, kuna watu wanakuandama wanaandama watoto watoe kafara. Nimekataa Jehova, nimekataa Jehova, nimekataa Jehova. Baba, ninakataa kutolewa kafara. Naombea watu wa Bwana, roho yote Bwana, roho inawaandama Baba, ninaomba watoto wa Bwana wawe kichwa Jehova, wamekamatiwa vitabu zao wasisome Bwana. Ninaomba Falme, kama vile nabii anavyosema ya kwamba neno la Bwana ni nguvu, ni ngome imara, wanaokibiria jina la Bwana wanapata msaada. Ninaachilia msaada, naachilia msaada wako, naachilia mwanzo, naachilia chochote kilikushinda. Pokea malaika, pokea malaika ukashinda hiyo vita. Hata kama kuna mtego wa ajali, mtego wa ajali ya ndege, na hiyo maji Jehova, na hiyo moto ulionyesha Bwana, na hiyo kibunga, nimekataa kwa jina la Yesu. Nimekataa vifo za watu wadogo. My Father Jehova, kamilisha safari yetu Bwana. Tumeanza Bwana, hata wewe uko mbali, uko ng'ambo, uko wapi, uko Dubai, umelemewa. Kuna mtu Baba niliombea, wewe ni mwaminifu Baba, kunyongwa kuliondoka Baba. Kuna mtu ako pale deportation, ninaachilia mlango. Kuna mtu amefungiwa mlango wa embassy, ninaufungua kwa jina la Yesu. Kuna mtu pesa zake zimekwama, na zifungua katika jina la Yesu. Inua mikono yako, nimefungua chochote
walifunga, hata kama ulitumikishwa miaka 30, ninakufungua pale kwa jina la Yesu. Ninafungua the whole country, wale watu wananiangalia, wale wanafuata online, ninawafungua. Ukimwi kauka sasa, we kansa kauka sasa, we diabetes na kukemea, we pressure na kukemea, we leukemia kauka sasa kwa jina la Yesu. Hautaingia theater. Ninaachilia uponyaji wako. Inua mikono sasa, elekeza kwa television yako. Ninaachilia uwezo mpya, naachilia mitego mipya, naachilia uponyaji, naachilia ukombozi, naachilia ushindi forever you are. Ninaachilia ofisi nyingine, umevutwa kazi, pokea ofisi nyingine, pokea mamlaka mapya, pokea kibali kipya, pokea a new beginning in the name of Jesus. Pokea mwanzo mpya, pokea ushindi mpya kwa mjengo wako, pokea katika jina la Yesu. Wewe uko mbali, ninaachilia milango mipya, ninakufungua na kuondolea chochote kimekufunga. Kila wingu mbaya nalikemea kwa anga yako katika jina la Yesu. Wingu yote mbaya naibomoa, na ianguke chini, isianguke wala ipite, iende ikaanguke mbali in the name of Jesus Christ. Ninaachilia kibali kipya na kuondolea mitego, na kuondolea mitego, na kuondolea mikatale, na kuondolea utasa wote wa biashara, utasa wote wa watoto, utasa wa masomo, na ukemea katika jina la Yesu. Pokea mamlaka mapya, pokea kibali kipya kwa jina la Yesu. Asante. Inua mikono yako nikuombe. Baba, asante kwa wema wako na fadhili zako. Watu hawa wengine hatuonani, wananiona kwa TV, wengine ni kunisikia. Baba yangu, ninaomba sauti ikawafikie. Wale walioko mahospitalini wakapone. Wale walioko kule jela Bwana ukawaokoe. Wale walioko kule mfalme wameshikwa mateka baharini, nchi kavu na angani. Baba, ninaomba ukawaregeshe roho zao mpya, nyota zao zikawarudie katika jina la Yesu. Magonjwa na kuondoa kwa jina la Yesu. Kama ni kidoda kikauke sasa. Ninaachilia uponyaji kwa anga yako. Pokea ushindi, pokea mamlaka mapya, pokea kibali kipya in the name of Jesus. Mtu aseme amen. Salimia mtu, mwambie kuanzia leo. Salimia mtu, mwambie kuanzia leo wewe sio mtu ya kawaida, na usikae maisha ya ukawaida. Kataa kukaa maisha ya ukawaida. Watu wa Mungu sio wa kukaa maisha ya kawaida. Amen. Itaondoa mtu kwa utukufu huu, nimpeleke kwa utukufu mwingine. Glory to another glory. Sasa wewe wa kuokoka, nataka uinue mkono wako moja uweke kwa kifua. Hata kama uko mbali, hata kama uko deportation, unaweza ukaokokea huko. Kwa maana neno la Mungu halina mipaka. Basi inua mkono yako moja weka kwa kifua. Rudia maneno haya, sema: Bwana Yesu, naja mbele zako mimi mwenye dhambi. Nisamehe dhambi na makosa. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kutoka leo kazi ya Shetani sitafanya tena. Nitaenda kumtumikia Yesu. Yesu mwana wa Mungu, uniongoze na uniokoe. Inua mikono yako. Baba, ni asante. Watu wameokoka, mfalme wakaribisha katika ufalme wako Bwana. Maneno iliyonenwa ninavunja kwa anga zao. Maroho za ukoo na familia zinafanya washindwe na wokovu. Kuanzia leo hazina uwezo. Wajegwe upya. Mijego ya kwanza na ibomoa. Baba, msingi wa Yesu Kristo ukajegwe ndani yao. Roho Mtakatifu ukawaongoze. Malaika wa Bwana usiwaondokee, bali waongoze kwa njia iliyo safi na iliyo laini. Wapate mtu mzuri wa kuwalea kiroho. Asante Bwana kwa maana tutatenda, na ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba hata kuamini. Basi utatafuta kanisa inayoabudu kwa roho na kweli, na kama uko karibu basi uende hapo kwa Facebook, angalia Jesus Signs and Wonder International Church, ukigugu utaletwa mpaka hapa. Uende kwa YouTube Jesus Signs and Wonder International Church. Uende kwa TikTok Apostle Rand 254. Utatupata pale, kuna namba hapo. Unaweza ukapiga na ukapewa direction, na Mungu wa uzima awabariki. Basi usisahau kesho. Kesho ningetaka ulete ule mgonjwa ameshindikana. Yule mgonjwa ambaye ameshindikana hospitali. Leta.
yule wazimu ambaye anafungwa anashindikana. Tafuta binu afike tu hapa. Tafuta tu njia zozote. Njia zozote. Sijasema mambo ya pesa. We ujaribu tu umfikishe hapa saa 8. Tuombe Mungu ugojee matokeo. Sio mmoja ameletwa hapa na akapona. Sio mmoja ameletwa hapa wa kansa na akapona. Kwa hivyo ukitaka kufuata ni kweli, ingia kwa hiyo Facebook nimekwambia. Uangalie matendo yale Mungu anatenda hapa ili ukafuate huyo Mungu, na huyo Mungu kimwamini atakuokoa na mitego yote, atakuokoa na magonjwa yote. Basi usisahau tunafungua television, the best TV in Africa. Basi mjengo tunaendelea kwa kile tunaweza. Kwa hivyo kama uko na uwezo unisupport. Nijenge huo mjengo, sio mjengo wa nyumba yangu, ni mjengo wa Mungu. Kwa hivyo utakapotoa kitu yako, hutakirimu kwa Apostle Lawrence, utakata rufaa kwa Mungu. Baba, nilinunua mawe, basi nisaidie na hii, na utaona Mungu akitenda mambo mapya. Basi niwaage nikisema ya kwamba kama uko na sadaka yako, shika sadaka yako, shika sadaka yako tu, shika sadaka yako, sadaka yako. Sauli alishika sadaka yake akapelekea Samueli, Samueli naye akamuonea punda. Tusiende kwa Mungu mikono mitupu. Shika sadaka yako niombe. Baba, ni asante kwa wema wako na fadhili zako. Baba, ninaomba watu hao mfalme wabariki, kazi ya mikono yao ibarikiwe. Kile wametoa Bwana, wasikose chakula, wasikose mavazi, wasikose Mungu mtu wa kusimama na wao wakati watakuwa kwa ubaya. Asante Bwana kwa maana utatenda, na ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba hata kuamini. Mtu aseme amen. Basi wale wangetaka kutoa hapo online, hapo kuna pay bill, kuna namba, ukiweka imefika na Mungu wa uzima akubariki. Basi tuseme the grace of our Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Spirit be with us now and forevermore. Amen. Mungu wa uzima awabariki. God bless you.